Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah watazamaji wa Sultan Online TV, siku ya leo tunakwenda kutoa faida miongoni mwa faida ambazo sisi zote katika jamii zinatuzunguka faida hizi. Hapo inawezekana umepata neema miongoni mwa neema ambao hapa tunazungumzia neema ya mtoto. Umepata neema ya mtoto, awe wa kike ama wa kiume. Mtume Muhammad sallallahu anafundisha watoto zetu tuwape majina mazuri mazuri. Majina mazuri yenye maana. Endapo kama tutawapa majina mabaya watoto ambao ukiyafuatilia majina haya yana sifa mbaya, basi unamtengenezea mtoto wako mazingira mapema ya kuharibikiwa na kuwa na sifa ambayo sio nzuri. Kimfano, unampa mtoto jina Jalala. Jalala katika kilugha manake jalala ni shimo la takataka, ni shimo linalohifadhi taka, ndio inaitwa jalalani. Kwa hiyo unapompa mtoto jina hili, maana yake tayari unamkusudia katika makuzi yake mabaya yote awe anatupiwa yeye. Ndio itafika mahala hana tabia ya wizi, lakini ikifika mahala kumeibiwa mtaani na yeye atatajwa. Pengine imefika mtaani, pengine kuna tukio limetokea la mtu kapigwa, na yeye atatajwa, kwa sababu mambo mabaya yote anatupiwa yeye kutokana na jina uliyempa, sifa yake ndivyo ilivyo. Lakini yako majina mengi, kuna jina mtu anaitwa Tabu. Kwa hiyo inafika mahala kutokana na mazingira ambayo wewe unamuelezea. Tunaposikia neno tabu, manake ni maisha magumu, maisha ya shida. Ndio kuna watu wengine wanaitwa shida, wengine wanaitwa tabu, ndio wale. Sasa Mtume Muhammad sallallahu anasema watoto zenu wapeni majina mazuri mazuri. Sasa leo tutakwenda kutazama, kutokana kila siku tutatazama herufi moja katika Qur'ani. Zile herufi ambazo wewe unazisoma, umezisoma katika alifu, be, te, fe, jim, he na kadhalika. Maana yake kila herufi basi pale itakuwa inatoa jina. Maana yake kama ni lam basi ipo, kama ni re basi ipo. Maana yake ndio kuna kina Rajabu, ukienda kwenye mim, kuna kina Maimuna, Kwa hiyo vipo vitu kama hivyo. Kuna Mariamu huko kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna maana ndani yake. Sasa tunataka leo tutakwenda hatua kwa hatua. Leo nataka tuzungumzie herufi ya Qaf. Qaf miongoni mwa herufi katika Qur'an. Qaf. Tunataka tutazame Qaf kwamba ina kazi gani. Mtu mwenye herufi jina lake limeanzia na Qaf, kuna maana gani, na je kuna faida gani? Kwa sababu utakapompa mtoto wako jina ambalo hili jina utambue kabisa lenye faida mbele yake, jina lenye faida. Usimpe jina ambalo litampa athari, umpe jina ambalo lina manufaa, ambalo linaongoza future ya maisha yake. Kimfano, katika Qaf kuna jina linaitwa Qamari. Qamari, unaposikia neno Qamari, jina Qamari maana yake mkamilifu, mtimilifu. Kwa hiyo ukimpa mtoto wako jina Qamari, maana yake umemaanishia kwamba mkamilifu, umemaanisha mtimilifu, mwenye tabia njema. Kwa hiyo unamkuza mtoto wako katika mfumo huu ambao mfumo wenye tabia njema. Katika hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, siwezi kusema majina yote ambayo yameanzia na Qafu, ni mengi sana. Ila tunachukua machache tu, ili hata wewe mwenye jina ambalo limeanzia herufi ya Qaf ufate njia hii ambayo mimi nitakwambia, itakusaidia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna Karim.
Karim. Karim maana yake ni mkarimu, yani maana yake ni mwema. Tena hili jina Karim, Karimu hii ni maarufu sana ulimwenguni. Wengi wapo kina Karim, Karim wapo. Maana yake ni mkarimu, ni mtu mwema. Ni mtu mwema. Mtu ambaye yani anawapenda wenziwe. Umeona? Huyu ndio Karim. Lakini vile vile kuna Kamir. Kamir. Maana yake mkamilifu, vile vile inasimama na yenyewe. Inasimama kwenye sifa ya mkamilifu. Lakini kuna Kaisar. Kuna Kaisar. Hapa kuna Kauthar na kuna Kaisar. Sasa hapa tunazungumzia Kaisar. Kaisar maana yake ni mwenye akili na ni mwelevu na mwenye busara. Naona? Kwa hiyo maana yake ukimpa mtoto wako jina hilo, basi tambua kabisa kwamba lina maana ndani yake. Lakini vile vile huyu Kaisar huyu ni mtu ambaye akihudhuria mbele za watu akihudhuria, kimfano kwenye kikao ama katika hafla fulani hivi, akihudhuria mtu huyo huwa anajivisha ujasiri. Yani anaathiri, yani hata kuwe kuna viongozi wa namna gani, ana ujasiri wa kuingia sehemu hiyo bila uoga wowote, na akakaa akasikiza vizuri, na yeye cha kuchangia akakichangia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu hawa. Lakini hawa watu wenye majina yaliyoanzia na Kaf, watu hawa wenye majina yaliyoanzia na Kaf, hawa huwa wana tabia ya kujivuna, tabia ya kujiona. Kwa hiyo wenye majina haya asilimia kubwa sana wanajiamini sana. Na hii ndiyo inavyotakiwa mtu uwe unajiamini, usijiogope. Unapaswa kujiamini, hii ndiyo inavyotakikana. Sasa basi, mtu yoyote yule mwenye jina lilianzia na herufi ya Kaf, unatakiwa utumie njia hii. Chukua karatasi nyeupe pamoja na zafarani nyekundu. Kisha baada ya hapo andika Kaf, andika herufi Kaf mara 313. Herufi Kaf mara 313 katika karatasi nyeupe. Ukishaandika mara 313 katika karatasi nyeupe, lakini sasa kila unapoandika herufi moja Kaf, kuna uladi wake maalum hapa nitakwambia unafanya. Na yoyote endapo kama ataandika kuwa kama kombe, kisha baada ya hapo akaliloweka lile karatasi katika chupa yake, akawa anaweka katika maji kidogo kidogo, anakoga na nyingine anakunywa, Mwenyezi Mungu anamtia nuru na anamfungulia milango ya riziki na yenye baraka za kutosha kabisa mtu huyu ambaye mwenye herufi iliyoanzia, jina lake limeanzia na herufi ya Kaf. Lakini pia hii inamsaidia hata mtu ambaye pengine una vifungo, umefungwa mambo yako hayaendi. Wewe ambaye mwenye herufi ya Kaf umefungwa mambo hayaendi, kila unachokifanya hakiendi, tumia njia hii. Andika hizi herufi Kaf katika karatasi yako kwa zafarani nyekundu, kisha baada ya hapo loweka vizuri, tumia kukoga. Katika maisha yako yote hakikisha unafanya hivyo kwa ajili ya kujitia nuru wewe mwenyewe na kufungua milango yako ya riziki wewe mwenyewe kwa kupitia herufi ya jina lako ya Kaf. Acha uvivu. Hili zoezi ni yani maana yake kama umetengeneza kombe lako la siku 7, basi ukitumia siku 7 imekwisha, andika tena.
loweka tena, nenda hivyo, alafu kisha wewe utaniambia wewe mwenyewe kwamba unaonaje kupitia herufi hiyo ya kaf na kupitia kombe hilo